Somebody worship God. Somebody thank Him. Hallelujah. Hallelujah. Can you all praise the Lord Jesus? Say Lord Jesus. Say Lord Jesus. I thank you because I'm your child. I thank you for the promise of life in you. I thank you for the covenant that I have with you, the covenant of everlasting life. Thank you, dear Father, because you are good and your mercies are forever. I thank you for this evening. I thank you for this Easter season because something great, something good is happening in my life, to my children, to my family, to my future. In the name of Jesus. Thank you, dear Father. I worship you. Amen. Amen. You can take your seats quickly. Bwana asifiwe. Praise the Lord. I hope we will finish by 6. Natumaini tutamaliza saa 12 kamili. I hope. Natumaini. Amen. Amen. Praise God. Mungu asifiwe. Mnaweza mkakaa. Pole nimewatesa. Hizo ndio nyimbo sisi wazee wa zamani ilikuwa tunazimba hizo. Those are the songs we used to sing. These songs, Don Moen. Nyimbo za Don Moen. God is good all the time. He put his song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. These were the songs. Amen. But for Gen Z, you have to learn. Praise God. Mungu asifiwe. Praise God. Mungu asifiwe. Father, speak to us in a language that we can understand. Thank you, dear Father, in Jesus' precious name. Amen. I want us to read 2 scriptures. These ones we will read. And the rest, I think I'll do my level best just to mention because of time. Today we just we will learn the power in the blood of Jesus. That is the theme really. Leo tutajifunza nguvu ambayo ipo kwenye damu ya Yesu, na hicho ndio kitakuwa lengo kuu la leo. And the objectives, number 1, just for you to know what is in the blood. Na lengo la kwanza ni kujua nini ambacho kipo ndani ya damu. What is in the blood? Nini ambacho kipo ndani ya damu. Number 2, what can blood do to you? Jambo la pili, damu inaweza kukufanyia nini? Because you need to increase your faith, kwa sababu unapaswa kuongeza imani yako in the blood of Jesus, katika damu ya Yesu. And it is through understanding, na ni kupitia uelewa, that your faith becomes strong. Kwamba imani yako inakuwa imara zaidi. A wise man is strong. Yea, a man of understanding increases in strength. Mtu mwenye hekima ana nguvu, ndio mtu mwenye hekima anaongeza nguvu zake. Hallelujah. So you increase your faith kwa unaongeza imani yako through increasing your understanding. Kwa kupitia kuongeza ufahamu wako. Hallelujah. Hallelujah. So we read the book of John chapter 20 and verse 17. Kwa tutasoma kitabu cha Yohana sura 20 na ule mstari wa 17. Maybe we start from verse 16. Tuanze mstari wa 16 and then verse 17. Na kisha mstari wa 17. When Jesus arose from the dead. Yesu alipofufuka kutoka katika wafu. He said, and Jesus said unto Mary, she turned herself Jesus said unto her, Mary. And she turned herself and said unto him, Rabboni, which is to say, Master. Yohana sura 20 mstari wa 16. Yesu akamwambia Mariam, yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania Rabbon, yani mwalimu wangu. Jesus said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Mstari wa 17. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu.
I want us to read again slowly verse 17. He say, Jesus said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and to your Father and to my God and your God. Nataka tusome mstari wa 17 taratibu. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Jesus saying to Mary, I am ascending to my Father. Yesu anamwambia Mariam kwamba ninapaa kwenda kwa Baba. Not I will, I am now going, so don't touch me. Sio sasa nitapaa, lakini usiniguse sasa. Because I am not yet, I am ascending to my Father. Kwa sababu bado sijapaa, nataka sasa nipae. You know, in the Bible, Jesus ascended openly before 500 disciples. Unajua kwenye Biblia Yesu alipaa kwenda mbinguni wazi kabisa mbele ya wale mitume 300 at the Mount of Olives. Pale katika mlima wa Olive. And that's when he told them, wait here. Ndipo alipoambia ngoje hapa until you are endued with power from on high. Mpaka mkajazwe nguvu kutoka juu. It was on his ascension. It was on his final ascension. Ilikuwa ni katika nyakati zake za mwisho kabisa za kupaa. Kupaa kwake kwa mwisho. Kulikuwa ni kupaa kwake kwa mwisho. Showing you it is not the first time Jesus had ascended to heaven. Kwa hiyo ilikuwa somo la kwanza tu kwamba Yesu kupaa mbinguni. And now he's telling Mary, do not touch me. Sasa anamwambia Mariamu, usiniguse. Why do not touch me? Kwa nini usiniguse? Because I am not yet ascended to my Father. Kwa sababu bado sijapaa kwa Baba yangu. So he had ascended to his Father. Kwa alikuwa amepaa kwenda kwa Baba yake. The same verse, the same chapter if you read. Sura ile ile ukisoma, he appeared to disciples. Aliwatokea mitume. And they were doubting. Na walikuwa na is he a ghost? Je, ni mzimu? And they say, I'm not the ghost. Akasema mimi sio mzimu. And he allowed Thomas to touch him. Na akamruhusu Tomaso amguse. Touch and feel my skin. Akamgusa na kuihisi ile ngozi yake. Feel my bones. Akishika mifupa yake. Why didn't he allow Mary to touch him the first time? Kwa nini hakumruhusu Mariamu amguse kwa mara ya kwanza? But now he allowed people to touch him. Lakini mara hii anawaambia watu wamguse. Hallelujah. 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 I will come back to that, but let us read from Hebrews chapter 9 verse 10 to 12. Nitarejea hapo, lakini tusome Waebrania sura ya 9 kuanzia mstari wa 9 na 10. We do quick Bible study and then we will proceed. Tunafanya shule ya Biblia haraka kisha tutaendelea. Verse 9 verse 10 to 12 it says, which stood only in means of drinks and diverse washings and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. Hebrews 9 chapter 10 to 12. Waebrania 9 kuanzia mstari wa from Hebrews 9 chapter 10 to verse 12. I mean chapter 9 verse 10 to 12. Waebrania 9:10. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. But Christ being come a high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, this is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Mstari 11, lakini Kristo akisha kuja aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Hallelujah. Hallelujah. So in heaven there is a tabernacle. Kwa hiyo pale mbinguni kuna madhabahu. There is a tabernacle. Kuna madhabahu. The Bible says it is not made with the hands of men. Biblia inasema haijatengenezwa kwa mikono ya wanadamu. It is not made with the hands of men. Haijatengenezwa kwa mikono ya wanadamu. It is an eternal tabernacle. Ni madhabahu ya milele. And he says Jesus entered to that tabernacle. Na anasema Yesu anaingia kwenye hiyo madhabahu. Having obtained redemption for us. Akiwa amechukua ukombozi kwa ajili yetu. He entered to that tabernacle. Aliingia kwenye ile madhabahu. So when he rose again from the dead,
Kwa alipoinuka tena alipofufuka katika wafu, he carried his own blood. Alibeba damu yake mwenyewe. And he entered with his own blood to that heavenly tabernacle. Na akaingia kwa damu yake mwenyewe kwenye hiyo madhabahu ya mbinguni. You see the same idea I think in verse 17 etc. Utasoma idea hiyo kwenye mstari wa 17 na kuendelea. The same Hebrews. Kwenye kitabu kile cha Waibrania. He said Jesus carried his own blood. Inasema Yesu alibeba damu yake mwenyewe. Entered the tabernacle of heaven. Na akaingia katika madhabahu ya mbinguni. And we see here whatever was happening in the Old Testament. Na tunaona hapa chochote ambacho kilikuwa kinatokea kwenye Agano la Kale. Moses was told make the tabernacle the same way I showed you in heaven. Musa alikuwa anaambiwa itengeneze madhabahu namna ile ile ambayo nilikuonesha mbinguni. So Moses peeped to the heavens. Kwa hiyo Musa alichungulia mbinguni. Saw that tabernacle in heaven. Aliona ile madhabahu ya mbinguni. And he replicated it on earth. Na alifanya kama vile vile hapa duniani. But the Bible says that was just a picture. Lakini Biblia inasema hiyo ilikuwa ni picha tu. Of real things. Ya vitu halisi. But when Jesus died on the cross, lakini Yesu alipokufa msalabani, went to fight the devil in hell, alipoenda kumshinda shetani kuzimu, and when he rose again, na alipofufuka tena, he carried his own blood, alibeba damu yake mwenyewe to the Father, kwenda kwa Baba, in that heavenly tabernacle, kwenye ile madhabahu ya mbinguni. Praise God. Mungu asifiwe. Praise God. Mungu asifiwe. And he told Mary, na akamwambia do not touch me, usiniguse, because I have not yet descended. Kwa sababu bado sijapaa. Because I have not yet descended. Kwa sababu bado sijapaa. If Mary could touch Jesus, kama Mariamu angemgusa Yesu, possibly he is the only one who could benefit from that blood. Yamkini Mariamu pekee ndo angepata manufaa ya ile damu. But this blood had to be presented to the heavenly tabernacle. Lakini hii damu ilipaswa kuwakilishwa kwenye madhabahu ya mbinguni. It is there for everyone that believes Jesus. Inakuwepo pale kwa kila mmoja anayemwamini Yesu. It is there eternally forever. Inakuwepo pale milele when na the Bible milele. says Jesus is making intercession for us without ceasing. Pale ambapo anasema Yesu anatuombea pasipo kukoma. Truly it is his blood that is praying for us. Kiukweli ni damu yake inayotunenea pale mbinguni. Hallelujah. 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 So here the major idea here. Kwa hiyo idea kuu hapa, when the blood was shed in Calvary, pale damu ilipomwagika Kalvari, it did not touch only the ground. Haikugusa tu ardhi. Spiritually it was taken by Jesus himself. Kiroho ilibebwa na Yesu mwenyewe. And it is there in heaven. Na iko pale mbinguni. It is there in heaven. Iko pale mbinguni. In the everlasting tabernacle. Ni agano ni kwenye madhabahu ya milele. That's why until tomorrow, ndio maana mpaka kesho, when you call that blood, unapoitia hiyo damu, active. Inakuwa it is hai, functional, inafanya kazi, because it is in heaven, kwa sababu ipo mbinguni, presented by Jesus himself, imewakilishwa na Yesu mwenyewe. Do you understand? Mnanielewa? Hallelujah. 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 So what is in the blood? Kwa hiyo nini kipo ndani ya damu? What is in the blood? Nini kipo ndani ya damu? The Bible says, Biblia inasema, the blood speaks. Damu inasema au inazungumza. The blood speaks. Damu inasema au inazungumza. Every blood you see, kila damu unayoiona, it has a voice. Ina sauti. It has a voice. Ina sauti. Hebrews 12 verse 24. Waibrania 12 mstari 24. He said, you have come to the blood of sprinkling. Anasema mmekuja kwa damu ya kunyunyizwa. That speaketh better things than the blood of Abel. Inenayo mema kuliko ile ya Abili. Not spoke, speaks. Sio kwamba ilisema, so inasema. So the blood of Jesus continually speaks. Kwa hiyo damu ya Yesu inaendelea kusema. The word there say it speaks better things than the blood of Abel. Biblia inasema pale hunena mema zaidi ya dhabihu ya Abili. He speaks better things than the blood of Abel. Inasema mema zaidi kuliko damu ya Abeli. It means the blood of Abel is still speaking. Inamaanisha kwamba damu ya Abeli bado ikisema. But the volume is too low. Lakini sauti yake iko chini sana. The blood of Jesus, his volume is too high. Damu ya Yesu sauti yake ni kubwa sana. Maybe my Evan there is speaking. Yamkini Evan pale anasema. But because I am using mic, lakini kwa sababu natumia kipaza sauti, my voice is too high. Sauti yangu inakuwa juu zaidi. You cannot hear Evan. Hamwezi kumsikia Evan. You can only hear me. Mtanisikia mimi tu. Hallelujah. Hallelujah. So the blood of Abel is still speaking according to the Bible. Damu ya Yesu, damu ya Abeli bado inanena kulingana na Biblia. The blood of witches that they shed, it is speaking. Zile damu za wachawi ambazo wanazimwaga bado zinasema. But the blood of Jesus, lakini damu ya Yesu is louder. Ina sauti kubwa. Has more intensity. Ina nguvu zaidi. It is one that matters than all the bloods. Ndio inayojalisha sana kuliko damu zingine zote. Hallelujah. 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 Don't you know there are people? Haujui kama kuna watu? There are people. Kuna watu. Before the sun sets. Kabla jua halijachomoza. The sun sets. Kabla jua halijazama. They speak things. Wanasema vitu. To the moon. Kwenye mwezi. To the stars. Wanasemesha nyota.
And before the sun rises, na kabla jua halijachomoza, they speak things, wanasema vitu, so that when the sun comes, ili kwamba jua linapochomoza, it will capture those things, litavidaka vile vitu. But by the blood of Jesus, lakini kwa damu ya you Yesu, are now able sasa mnaweza to go and override, na kwenda na kubadilisha, and say whatever you want to say, na kusema chochote unachotaka kitokee, because it speaks better things, kwa sababu hiyo damu hunena vitu bora zaidi kuliko damu zote. The reason the altars of your fathers have no power over you, ile sababu kwamba madhabahu za babu zako hazina nguvu juu yako, not because they don't offer sacrifices, sio kwa sababu hawakufanya dhabihu, but the blood does not have potency. Damu yao haina nguvu kama damu ya Yesu. Sema kwa Kiingereza. Like the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So the blood speaks. Kwa hiyo damu nena. Damu waga inasema. The blood always speaks. Na damu ya Yesu sauti yake, potensi yake ni kubwa kuliko damu zote. And the blood of Jesus, his voice is higher than any other blood. Praise God. Mungu asifiwe. Praise God. Mungu asifiwe. Praise God. Mungu asifiwe. Number 2, truth to know about the blood. Jambo la pili, ukweli kujua juu ya damu. In the blood is life. Kwenye damu kuna uhai. In the blood is life. Kwenye damu kuna uhai. Life is in the blood. Leviticus 17 chapter 11 and Genesis chapter 9 and verse 4. Walawi 6. Leviticus 17 chapter 11 Walawi 17 mstari wa 11 and Genesis 9 verse 4. Na Mwanzo 9 mstari wa 4. He said life is in the blood. Anasema uhai upo kwenye damu. Life is in the blood. Uhai upo kwenye damu. So the blood of Jesus, kwa damu ya Yesu, it carries the life of Jesus. Inabeba uhai wa Yesu. That's why when you go to witch doctors, ndio maana unapoenda kwa waganga, they will want your blood. Watataka damu yako. Once they have your blood, watakapokuwa na damu yako, they have your life. Wana maisha yako. But if you are born again, lakini ukiokoka, msinitole majicho kama hivyo, ndio ukweli. Don't look me with that devil does not create anything. They copy from the Bible. Shetani hajatengeneza chochote, yeye anafanya tu kopia kwenye Biblia. The blood of Nehemiah carries the life of Nehemiah. Damu ya Nehemia imebeba maisha ya Nehemia. So if I can get his blood, I can manipulate his life. Kwa hiyo kama naweza kuchukua damu yake, naweza nikayachezea maisha yake. That's why you don't go to witch doctors. Ndio maana haupaswi kwenda kwa wachawi. Because you will have given your life to those spirits. Kwa sababu unakuwa umetoa maisha yako kwenye hizo roho. You will have given your life to those spirits. Utakuwa umetoa maisha yako kwenye hizo roho. Because life is in the blood. Kwa sababu maisha yapo kwenye damu. When you call the blood of Jesus, unapoitia damu ya Yesu, the life of Jesus, maisha ya Yesu, is contained in that blood. Inakuwa ndani ya ile damu. It does not come empty. Haiji bure. That's why it can do things that are very wonderful. You see in the minute. Because it is a living blood. Ndio maana inaweza kufanya vitu vya ajabu sana, unaweza kuona ndani ya dakika. Every time you take Holy Communion, mara zote unaposhiriki ushirika mtakatifu, you don't take that juice. Usichukue ile juice. You take the very life of Jesus. Unachukua yale maisha halisi ya Yesu. Because the life is in the blood. Kwa sababu maisha yapo kwenye damu. The life is in the blood. Uhai upo kwenye damu. Somebody says my blood cannot have HIV. Mtu mmoja sema damu yangu haiwezi kuwa na HIV. My blood cannot have malaria. Damu yangu haiwezi kuwa na malaria. Because it is the blood of Jesus I've been taking. Kwa sababu ni damu ya Yesu nimekuwa naichukua. That is the vaccination. Hiyo ndio kinga. For many things. Kwa vitu vingi. For many things. Kwa vitu vingi. For many things. Kwa vitu vingi. The life is in the blood. Uhai upo kwenye damu. So the blood of Jesus, kwa damu ya Yesu, the blood of Jesus, damu ya Yesu, it speaks over your life. Inanena juu ya maisha yako. It overrides every other blood. Inazipita damu zingine zote. Number 2, it has life. Jambo la pili, hiyo damu ina uhai. What can it do to you? Damu inaweza kufanya nini kwako? 1 John chapter 1 and verse 7. Yohana wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 7. And Hebrews chapter 9 and verse 14. Na Ibrania sura ya 9 mstari wa 14. The Bible says the blood of Jesus cleanses us from all sin. Biblia inasema damu ya Yesu utusafisha kutoka kwenye dhambi zote. And Hebrews 9:14 it says almost everything is sanctified, is set apart by the blood. And without blood there's no atonement. Na kwenye Waibrania anasema basi zaidi ya damu ya Kristo ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kuna kusamehewa, there is a forgiveness, na kuna kusafishwa. and there is
cleansing, to be transformed. kubadilishwa. The cleansing is done only by the blood of Jesus. Kutakaswa kunafanyika kwa damu ya Yesu That's why pekee. in the Old Testament, Ndio maana kwenye agano la a kale person could steal mtu angeweza kuiba and come to repent. na akaja kutubu. And in the Old Testament actually, na kwenye agano la kale we see in number 2 now. They will come to the priest, wangekuja kwa kuhani, and repent their sins, na watubu dhambi zao. And because the wages of sin is death, na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, so you put your hand over the kondoo that you have brought, unaweka mkono wako juu ya yule kondoo ambaye umemleta, and that kondoo carries all your sins, na yule kondoo anabeba dhambi zako zote, and that kondoo is slaughtered, na yule kondoo anachinjwa, and God is now pleased. Na Mungu sasa anapendezwa. But in the New Testament, lakini kwenye agano jipya, the perfect blood of Jesus, ile damu nzuri ya Yesu, gives you forgiveness, inakupa msamaha, but it does not stop there. Lakini haishi pale. It does what is called cleansing. Inafanya kile tunachosema utakaso. Kama unavyoosha chombo, like you are cleaning, kikaondoa madoa yote, and remove all the blood does dirty. Cleansing. Damu inayotakasa, it does cleansing. Inafanya utakaso. And not only we don't have time. And not only of your spirit. Na sio tu kwa roho wako. Cleansing of your spirit. Inatakasa roho yako. Cleansing of your soul. Inatakasa nafsi yako. Cleansing of your body. Inatakasa mwili wako. It does cleansing. Inafanya utakaso. That's why when you get born again, ndio maana unapookoka, you are not only forgiven, hausamehewi but tu, you are transformed. Lakini unabadilishwa. Because only the blood of Jesus, kwa sababu ni damu ya Yesu pekee, power to cleanse, ambayo ina nguvu ya kutakasa, power to set apart, ina nguvu ya kukutenga. Moses symbolically, Musa kwa alama, when you read the book of Leviticus, unaposoma kitabu cha when he wanted to set apart some utensils to be used in the altar, alipotaka kuvitenga baadhi ya vitu vitumike madhabahuni, he did not do that without blood. Hakufanya hivyo bila damu. He would paint some blood, angevinyunyizia damu, to set them apart, kuvitenga, to set them apart, kuvitenga, to set them apart, kuvitenga. That's why by the blood of Jesus, ndio maana kwa damu ya Yesu, no sin should cling to your spirit. Hakuna dhambi ambayo itangangania kwenye roho yako. By the blood of Jesus, kwa damu ya Yesu, no evil thought should cling to your mind. Hakuna mawazo machafu ambayo yakae ndani ya By the blood of Jesus, kwa damu ya Yesu, no evil disease should stay on your body. Hakuna magonjwa maovu ambayo yanapaswa kukaa kwenye mwili wako. Cleansing. Inafanya utakaso. If it was today, kama ingekuwa ni leo, say it does detoxification. Tungesema kwamba inaondoa sumu. Detox. Inatoa sumu. Nyinyi mnaondoa vitambi. Detox. You who remove a big belly. Detox ya ukweli ni damu ya Yesu. Kuondoa sumu truly the blood of Jesus. Inafanya detox in your spirit. It does the detoxification in your soul. Kwenye nafsi yako na kwenye mwili wako. The Lord of peace shall cleanse you, spirit, soul and body. Roho, nafsi na mwili. Spirit, soul and body. Roho, nafsi na mwili. That's what the blood does. Hicho ndicho damu inafanya. Hallelujah. 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 And number 2, the blood, what it does, na jambo la pili damu inachofanya, it is forgiveness of sin. Ni msamaha wa dhambi. Matthew 29, Mathayo 26 verse 27 to 28. Mathayo 26 mstari 27. But also you can read Hebrews 9 verse 28. Lakini unaweza kusoma Waibrania sura ya 9 na mstari wa 20. In Matthew Jesus said, this is the blood of my covenant. Kwenye Mathayo Yesu anasema hii ndio damu ya agano langu, for forgiveness of sin. Kwa ajili ya msamaha wa dhambi. For forgiveness of sin. Kwa ajili ya msamaha wa dhambi. As you remember, unapokumbuka, the wages of sin is death. Kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. And pastor used to explain this very well. Na mchungaji alikuwa anaelezea hili swala vizuri sana. God was trying to reconcile his two characters. Mungu alikuwa anajaribu kuweka sawa hizi tabia zake mbili. God is righteous. Mungu ni mwenye haki. God is God of justice. Mungu ni Mungu wa haki. But God is the God of love. Lakini Mungu ni Mungu wa upendo. As the God of righteousness, kama Mungu wa haki, every sin must be punished. Kila dhambi lazima ipate adhabu. Every sinner must die. Kila mwenye dhambi lazima afe. But at the God of love, lakini upande wa Mungu mwenye upendo, he likes upendo, to forgive people. Anapaswa kuwasamehe watu. He likes to forgive people. Anapenda kuwasamehe watu. So the blood of Jesus, kwa damu ya Yesu, was paying to the justice of God. Ililipwa kwenye haki ya Mungu. So that he will reconcile his two characters. Ili aweze kuzipatanisha zile sifa zake mbili. Because now the justice will say now yes. Kwa sababu ile haki ingesema sasa. Somebody has already died. Mtu ameshakufa. So I am
satisfied. Kwa hiyo nimeridhika. I am satisfied. Nimeridhika. I am satisfied. Nimeridhika. I am satisfied. Nimeridhika. He did not pay to the devil. Hakulipa kwa shetani. He paid shetani. to himself. Alijilipa yeye mwenyewe. Hallelujah. 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 That's why no matter how God loves you, he will not change his principles. Ndio maana haijalishi namna gani Mungu anakupenda, hawezi kubadilisha kanuni zake. I zake. can live anyhow. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaweza kusema naweza nikaishi ninapotaka. God loves me. Kwa sababu Mungu ananipenda. There was an archbishop in South Africa. Kulikuwa kuna askofu mkuu pale Afrika Kusini. I heard him saying this and he lost respect on the spot. Nilimsikia akisema ili alipoteza heshima pale pale. He said, I don't want a heaven where there are no gays. Alisema sitaji mbingu ambayo hakuna mashoga. He said, if God is God of love, alisema kama Mungu ni Mungu wa upendo, the way he says, vile vile alivyosema, and he does not like gays, na hapendi mashoga, he did not like that character of gays. I mean, na hapendi ile sifa ya watu mashoga. He said, I don't want that heaven with no gays. Huyo askofu akasema sitaki hiyo mbingu ambayo haina mashoga. It is on the internet. Ipo kwenye mtandao. And he lost respect on the spot. Na pale pale alipoteza heshima yake. Even if God loves you, hata kama Mungu anakupenda, he will not change his principles. Hawezi kubadilisha kanuni zake. He will rather pay ni bora alipe his blood damu yake to mwenyewe, reconcile you to him. Kujipatanisha yeye mwenyewe. So every time you feel you have offended God, kwa mara zote unapohisi umemkosea Mungu, you have access to forgiveness. Una nafasi ya msamaha by the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. Yesterday when we read Ephesians, jana tuliposoma kwenye kitabu cha Waefeso, there was a very interesting verse there. Kulikuwa kuna mstari ambao ni mzuri sana. You say ile hati ya kukushitaki. Who is the lawyer here? There's no lawyer today. Kabu, msaidie mke wako. Huyu hana upuo pako. Amla kitu hapo. What do you call it when somebody is summoned to the court? Unahitaji kwamba pale mtu anapoitwa mahakamani, there is a deed where they write huyu ni muhaini, ni kitu gani, that thing. Kuna hii hati ya mashtaka. The Bible says hati ya mashtaka imegongolewa pale msalabani. The blood of the Bible say the deed to your, that deed which was recording your sins has been nailed on the cross. Ile hati iliyokuwa imeandikwa mashtaka yako imetundikwa pale msalabani. So the moment Lusekelo trusts in Jesus, kwa mara tu Lusekelo anapomwamini Yesu, all those areas there, that book that an angel was recording his sins, kile kitabu ambacho malaika alikuwa na nukuu dhambi zake, labda kaunta buku zishajaa hata 50 kabla hajaokoka. Maybe a lot of count books. All of that they are nailed on the cross. Zote ziliangikwa pale msalabani. So there's nowhere to write. Kwa hakuna mahali pa kuandika. That's why when you offend Holy Spirit, ndio maana unapomkwaza Roho Mtakatifu, this sin na umbea wake it goes there. Hii dhambi na umbea wake inaenda pale. Sasa jamani amefanya hivi, amefanya hivi. He has done this. But there's nowhere to write. Lakini hamna sehemu ya kuandika. And it comes back to you. Na inarudi kwako. Holy Spirit says please. Roho Mtakatifu anakuambia tafadhali, hebu tubu. Repent. Tubu. There's no place. Hakuna mahali. Before then, kabla counter book zilikuwepo. The counter book when it is written the sin is settled. Zikiandikwa sini na now there is nowhere to write your sin. Sasa hakuna mahali pa kuandika. Hallelujah. So it comes back to you. Kwa hiyo inakurudia wewe mwenyewe na unaanza kulia, Lord have mercy on me. Bwana unirehemu. And that blood cleanses. Na ile damu inakutakasa. You've received forgiveness. Umepokea msamaha. That's why when you disobey that prompting of the Holy Spirit, ndio maana usipotii ile hamasa ya Roho Mtakatifu ndani, achupazaye shingo linavunjika. English hapo baba. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Bwana so sifiwe. you have access to forgiveness. Kwa una nafasi ya fursa ya there is no record for if you have done any wrong. Hakuna kumbukumbu yote inaonyesha kama umefanya mabaya. What has made that possible? Nini ambacho kimewezesha jambo hili? It is the blood of Jesus. Ni damu ya Yesu. It is the blood of Jesus. Ni damu ya Yesu. It is the blood of Jesus. Ni damu ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Number 3. Jambo la tatu. Blood of Jesus is the blood of covenant. Damu ya Yesu ni damu ya agano. All covenants must have blood. Maagano yote lazima yawe na damu. You see from Genesis chapter 15 verse 9 to 21. Unaona katika kitabu cha Mwanzo 15:9, when God was cutting his covenant with Abraham, pale Mungu alipokuwa anaweka agano lake na Ibrahim, there was blood. Kulikuwa na damu. You see the Old Testament. Unaona agano la kale. And let me be very clear here. Na mimi niwe halisi sana hapa. And maybe we should read so that we remove the confusion. Sasa labda tusome ili tuondoe mkanganyiko. Old Testament does not mean the books before Matthew. Agano la kale haimaanishi kwamba kitabu kabla ya Mathayo. There was a true testament. Kulikuwa kuna agano la ukweli. There was a true testament. Kulikuwa kuna agano la kweli. That God entered with the people of Israel. Ambalo Mungu aliingia na wana wa Israeli. And it was
it was ratified by the blood. Na liliwekwa muhuri na damu. Exodus 24 and verse 8. This one let us just read, because some people they say I am born again, I live under grace, I don't read Leviticus, I don't. Kutoka sura 24. Those are all the covenant. Hayo ni maagano ya kale. Principles of God are forever. Kanuni za Mungu ni za milele. They don't change. Hazibadiliki. They are just books. Ni vitabu tu with eternal principles in them. Vikiwa na kanuni za milele ndani yake. Hallelujah. Hallelujah. So Exodus 24 and verse 8 he said, wa kitabu cha Kutoka 24 mstari wa 8 nasema, and Moses took the blood and sprinkled it on the people. Musa akaitwaa ile damu akawanyunyizia watu. And said, behold the blood of the covenant which the Lord has made with you concerning all these words. Akasema, hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno hayo yote. So verse 20 they received the 10 commandments. Kwa hiyo mstari wa 20 walipokea zile amri 10. Sura ya 20 walipokea zile amri 10. So they had received the 10 commandments. Walikuwa wamezipokea zile amri 10. And now they were sealing this covenant by the blood. Sasa walikuwa wanatimiliza ile agano kwa damu. Without blood there is no covenant. Bila damu hakuna agano. Jesus, when he wanted to make a new covenant, Yesu alipotaka kufanya agano jipya, somebody has to die. Mtu lazima afe. So he chose to die himself. Kwa alichagua yeye mwenyewe. That's why he said this is the blood of the new covenant. Ndio maana anasema hii ni damu ya agano jipya. Hallelujah. 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 I don't want to repeat again what I just said. Sitaki kurudia kile ambacho nimeshakisema. So when people they go to witch doctors, kwa watu wanapoenda kwa waganga, and they take their blood, na wakachukua damu zao, it is a covenant relationship they are entering. Yanakuwa ni mahusiano ya kiagano wameingia. And sometimes when they want to go so everything they took it from the Bible. Kwa hiyo kila kitu wamenukuu kutoka kwenye Biblia. For example, if you are poor, you will take just parrots, njiwa. Kwa mfano ukiwa maskini utachukua labda njiwa. And that blood could be enough. Na hiyo damu itatosha tu. And sometimes they will want goat. Mara nyingine wangehitaji mbuzi. And sometimes they want a bull. Na mara nyingine wangehitaji ng'ombe. Depends on the intensity of what thing you desire. Inategemeana ya uzito wa kile kitu unachokihitaji. And sometimes they want the blood of human beings. Wakati mwingine wanahitaji damu ya mwanadamu. Wale wanaojipeleka kwa chale. Those who send themselves by. And you know people who even kill their children. Unajua kuna baadhi ya watu hata wanaua watoto wao. Because they want heavy transactions. Kwa sababu wanahitaji miamala mikubwa. Listen, whatever covenant you enter by the blood. Sikiliza, agano lolote unaloingia kwa damu, it becomes an everlasting covenant. Linakuwa ni agano la milele. And it is a sign that everything in that covenant must happen. Na ni ishara kwamba kila kitu kwenye hilo agano lazima kitokee. God will go a distance even to change genetics to ensure the covenant he has stands. Come again. Mungu atabadilisha mpaka hata vinasaba if that will make the covenant to work. Kama hiyo inaweza kufanya agano lifanye kazi. Because whatever blood covenant God enters with his people, kwa sababu agano lolote la damu ambalo Mungu anaingia na watu wake, to happen as it is. Linapaswa kutokea kama lilivyo. He said, as the covenant of day and night, my covenant with David will not change. Usiku na mchana agano langu na Daudi kama litakoma. At the covenant of day and night. Nina agano la usiku na mchana. So when you wake up in the morning, agano la usiku na mchana. When you wake up in the morning, unapoamka and you see the sun coming, na unaona jua linachomoza, and you see in the evening it goes down, na unaona jioni linazama. It is so because there's a covenant of night and day. Inakuwa hivyo kwa sababu kuna agano la usiku na mchana. And the Bible says the same way. Na Biblia inasema namna ile ile, my covenant agano langu will I not break. Sitalivunja. Jacob was walking under the covenant of his grandfather Abraham. Yakobo alikuwa anatembea na agano la babu yake Ibrahim. When time came for the promise of the covenant to be fulfilled, wakati ulipofika wa agano kutimilika, God had to change the genetic makeup of the cattle. Mungu alipaswa kubadilisha vinasaba vya wale mifugo. Just to ensure my covenant stands. Kuhakikisha tu agano lake linasimama. He altered biology. Alibadilisha biolojia. He altered the DNAs. Alibadilisha vile vinasaba. The mitochondria and everything. Hivyo vitu vyote. Just to confuse you. So when Laban had black cows and white cows,
Kwa hiyo Labani alipokuwa na ng'ombe weupe na weusi, and Jacob says, na Yakobo akasema, ng'ombe wenye madoa madoa ndio wa kwangu. The cow with shades are mine. Umejitahidi. So God had to obey the covenant. Kwa Mungu alipaswa atii hilo agano. Out of nowhere, na kutoka kusikojulikana, cows began to give birth to the ndama wenye madoa madoa. Sasa ng'ombe wakaanza kuzaa those cows with sheds. That's why I'm saying there's no genetic disease. Ndio maana anasema hakuna magonjwa ya can stain the covenant. Ambayo inaweza kusimama. There's no hereditary thing. Hakuna mambo ya allergy that can stain the blood. Ambayo inaweza kusimama kinyume na damu. By then genetic engineering was not yet. Hata hivyo elimu ya vinasaba haikuwepo. But God covenant engineering was there. Lakini uhandisi wa kiagano labda tuseme. Uhandisi wa kiagano ulikuwepo. You know, I keep hearing in Nigeria, you know, they have sickle cell there. Unajua nimekuwa nikisikia tu kwa Nigeria wanakuwa na hii sickle cell. Actually in Nigeria you cannot marry if you don't test sickle cell disease. Hata hivyo Nigeria hauwezi kuoa bila kupima ile sickle cell. So if you have SS it means you are sickle cell patient. If you have AS or AA it means you don't have sickle cell. Kwa kama una SS wewe unakuwa una hiyo sickle cell, lakini ukiwa na SA na nyingine unakuwa hauna. And Tanzania actually is 4th country in terms of sickle cell burden in the world, but just awareness is not there. Na Tanzania ni nchi ya 4 tu ulimwenguni kwa takwimu za watu wenye sickle cell. Selimundo. So I would hear from Oyedepo, AA, SS stand AA. Nilikuwa namsikia Askofu David Oyedepo akisema SS isimame kama SA. Imebadilika. And people would come with testimonies. Na watu walikuwa wanakuja na laboratory. Kutoka maabara. Last week they were SS. Wiki iliyopita walikuwa SS. This week they were AA. Wiki wako SA. Yaani kama mimi si nina T ndogo labda ndio maana niko mrefu kidogo. Wewe una TT zote. Ndio nikapime last week ni TS. Tall short. This week nakuwa TT. Those things happen. Hivyo vitu vinatokea. They happen in the Bible. Vitokea kwenye Biblia. They happen today. Vimetokea leo. That's why there is nothing that can stop the covenant. Ndio maana hakuna ambacho kinaweza kuzuia agano. Hallelujah. 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 There are people they enter into relationships. Kuna watu wanaingia kwenye maagano, kwenye mahusiano blood. Na wanabadilishana damu. They shed blood. Wanabadilishana damu. And some years pass by. Na miaka kadhaa iliyopita. And they have issues. Wanakuwa na vitu. All demons of that boy's family they come to you. Because in covenant you are already joined. Mapepo yote yaliokuwa yule mvulana yanakuja kwa huyu because of that blood. Kwa sababu ya ile damu. Because of that blood. Kwa sababu ya ile damu. But you have chance to reverse everything. Lakini una nafasi ya kubadilisha kila kitu. By a better covenant. Kwa agano lililo bora. By a better blood. Kwa agano lililo bora. By a better blood. Kwa agano lililo bora. You can break the covenant. Unaweza ukavunja agano. By a better blood. Kwa kutumia damu iliyo bora. Katika jina kula Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina kula Yesu Kristo. Number 4, what the blood of Jesus does? Jambo la 4, damu ya Yesu inaweza kufanya nini? The blood of Jesus is for our preservation. Damu ya Yesu ni kwa ili sisi tutunzwe. Actually the really language is called Pesach. Hata hivyo kipindi cha Pasaka kinaitwa Pesach. Yaani kama Pasaka. Kama Pasaka. That is the correct word for Easter. Hilo ndo neno sahihi la msimu wa Pasaka. And it means Passover. Na inamaanisha kwamba Passover. Because in Exodus 12 and verse 13, kwa sababu kwenye Kutoka 12:13 the Bible says, Biblia inasema, when I see the blood upon your houses, nitakapoiona damu, I will pass over you. Nitapita. The destroyer will not come to destroy. Mharibu hatakuja kuharibu. The destroyer will not come to destroy. Mharibu hatakuja kuharibu. The destroyer will not come to destroy. Mharibu hatakuja kuharibu. You are in the car. Mpo katika you are in the bus going to Lilongwe. Upo kwenye basi unaenda Lilongwe. When I see the blood upon you, nitakapoiona damu juu yako, the destroyer will not pass by there. Mharibu hatapita pale. You are in the flight going to Dubai. Umepanda ndege unaenda Dubai. When I see the blood, nitakapoiona damu, don't wake up and go to office just like that. Usiamke tunakwenda ofisini namna hiyo. Sprinkle the blood of Jesus upon yourself. Achilia damu ya kunyunyiza juu yako. It is called the blood of sprinkling. Inaitwa damu ya kunyunyiza. There are many people who are getting saved, they don't get accident because you are in that vehicle.
Kuna watu wengi sana wanaokoka hawapati ajali kwa sababu upo kwenye hiyo gari. It is for your preservation. Ni kwa ajili ya wewe kutunzwa. Ni kwa ajili ya wewe kutunzwa. When I pray actually I'm not only praying for myself in the evening. Ninapoomba mara zote sijiombei mimi tu. Even for neighbors. Hata kwa majirani. My house should become a no fly zone. Yaani nyumbani kwangu inatakiwa ni no fly zone. Unajua kwenye vita kuna ukanda ambao uruhusiwi kuruka na ndege. So wherever you are, popote ulipo, when you call upon the blood of Jesus, unapoitia damu ya Yesu, it becomes a no fly zone. Inakuwa ni ukanda ambao hamna mtu kupita. Mnaijua dawa ya Expel? Do you know the Expel mosquito? All mosquitoes they go down. Mbu wote wanaanguka. It is for your preservation. Damu ni kwa ajili ya wewe kutunzwa. It is for your preservation. Ni kwa ajili yako wewe kutunzwa. I learned it very long time ago. Nilijifunza hivyo zamani sana. Even in daladala. Hata kwenye daladala. And I'm not doing it out of fear. Na sifanyi kwamba naogopa. But I have to cover myself. Lakini napaswa kujifunika. The driver and everybody. Dereva na kila mtu kwa damu ya Yesu. Because when I do that, kwa sababu unapofanya hivyo, there's a cover. There is a cover of protection. Kuna ulinzi. Ngoja nisiongee, nitaongea na watu wachache. Let me not speak this. But honestly, there are some days you should even cover your eyes. Lakini kuna baadhi ya siku unapaswa hata kufunika macho yako, nafsi yako kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. You fail to do that. Ukishindwa kufanya hivyo, mtumishi, servant, unaweza ukajishangaa hiyo siku. You can wonder yourself. Mbona leo nipo hivi? Why am I like this today? Kumbe nafsi yako iko naked. This is because your soul is naked. You are not covered. Haujafunikwa. You are not covered. Haujafunikwa. Your thoughts are not covered. Mawazo yako hayajafunikwa. So use the blood of sprinkling. Kwa tumia damu ya kunyunyiza. You go to your farm. Unaenda kwenye shamba lako. Pray over your farm. Ombea shamba lako. Do the blood of sprinkling. Fanya ile damu ya kunyunyiza. I remember one person. Namkumbuka mtu mmoja. Not born again. Hajaokoka. He had taken over the farm of another person. Alikuwa amechukua shamba la mtu mwingine. And he called a witch doctor. Na akamuita mchawi. And they say we are going to put a snake here. Wakasema tunaenda kumweka nyoka hapa. So that when that guy comes, ili kwamba yule jamaa akija hapa, he will see the snake. Atamwona nyoka. And he will run from the property. Na atalikimbia lile shamba. And then he will agree to sell it to you. Na yeye atakubali kuliuza kwako. And that's what they did. Na ndicho walichokifanya. And the guy really got the land very cheap. Na yule jamaa aliuza ile ardhi kwa bei ya chini sana. So now maybe, I'm just saying maybe, now you have plots there. Sasa yamkini, nasema tu yamkini. And you come to testify. Una eneo pale na unakuja kushuhudia. Mungu asifiwe. God has given me plot in Mabwepande. Mungu amenipa ardhi Mabwepande. But it was gotten originally with that. Lakini ilikuwa imepatikana kwa namna hiyo. You must apply the blood of sprinkling. Lazima utumie damu ya Yesu. Hallelujah. 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 Because whatever was done there, kwa sababu chochote kilichofanyika pale, it has opened a port to the from the hell. Kimefungua shimo kutoka kuzimu. Na products za kule ndo zinatoka. And all the products from hell are coming. So you build your house there. Kwa utapojenga nyumba yako pale, sickness does not leave that house. Magonjwa yanakuwa yatoki hapo. Miscarriage does not leave that house. Kuharibu mimba kunakuwa the moment you shift to another place, mara tu utaondoka kwenda sehemu nyingine, those battles have ceased. Hizo vita zinaisha. Kumbe something was done there. Kumbe kuna kitu kilifanyika pale. And what you could have done, na nini ambacho ulipaswa kufanya? Just sprinkle the place with the blood of Jesus. Ni kunyunyiza tu damu ya Yesu pale. Iko pale mbinguni. It is there in heaven. Iko pale mbinguni. Mary did not touch it. Mariamu hakugusa. Jesus brought it to heaven. Yesu alileta mbinguni. For you and for me. Kwa ajili yako wewe na mimi. You can enter the holiest by the blood of Jesus. Ambapo sasa unaweza kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. You can enter there by faith and use that blood of Jesus. Unaweza ukaingia pale kwa imani na kutumia damu ya Yesu. Kwa ajili ya kutunzwa. Kwa ajili ya kutunzwa. Kwa ajili ya kutunzwa. Kwa ajili ya kutunzwa. So that the destroyer will not destroy. Ili yule mharibu asiweze kukugusa. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. 5 minutes to our time. Tumebakiwa dakika 5. Just the last thing. Jambo la mwisho. And then we are going to pray. Kisha tutaenda kuomba. The blood of Jesus is for our deliverance. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya kufunguliwa kwetu. Is for our deliverance. Ni kwa ajili ya kufunguliwa kwetu. For our deliverance. Ni kwa ajili ya kufunguliwa kwetu. Zechariah 9 chapter 11. Zakaria 9 na ule mstari wa 11. Ukifika hapo you can start to read even in Kiswahili. Zakaria 9 mstari wa 11.
Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. And for thee also, by the blood of thy covenant, I have sent forth thou prisoners out of the pit wherein is no water. I have sent forth the prisoners. So these prisoners were not in the jail. Kwa hawa wafungwa hawakuwa jela. Hawakuwa Keko. Hawakuwa Keko. Wala Segerea. Not even in Segerea. Not even in Guantanamo Bay. Hata kule Guantanamo hakuwepo. They were in the pit. Walikuwa kwenye shimo. And in that pit there was no water. Na kwenye hilo shimo kulikuwa hamna maji. What made it possible for them to be delivered? Nini kiliwafanya wao waweze kufunguliwa? It is the blood of Jesus. Ni damu ya Yesu. It means every root. Inamaanisha kila njia of evil. Ya uovu. Every root kila njia of bitterness. Ya every root kila of your failure. Ya kushindwa kwako. The blood can reach there. Damu inaweza kufika hapo. The blood can reach there. Damu inaweza kufika pale. It is the reason people are getting delivered. Ndio sababu watu wanafunguliwa. So when you see intercessors, they use the blood of Jesus. Kwa unapoona na maombi wanasema damu ya Yesu. There is a scriptural backup to whatever they are doing. Kuna andiko linalowapa nguvu kwa ajili ya hicho wanachokifanya. So there is no chain that is supposed to remain in you. Kwa hiyo hakuna mnyororo unaopaswa kubakia kwako. You know, when I was young in my Christian life, unajua nilipokuwa mchanga kwenye maisha yangu ya Kikristo, every time they call people to be prayed for, mara zote walipokuwa wanaita watu waje waombewe, even before the pastor finishes, kabla mchungaji hajamaliza, I would be in the front. Nilikuwa niko pale mbele tayari. I'm not saying you should not do that. Siwaambii kwamba msifanye hivyo. Do it if it is the Lord. Fanya hivyo kama ni. But if you know the power of the blood that you carry. Lakini kama unajua nguvu ya damu unayoibeba. I have a friend. Na rafiki. Sitaji jina. I'm not mentioning his name. You know him. Unamjua? Always he thinks he is demon possessed. Mara zote anadhania na mapepo. He has CPA, so you know him. Ana CPA, unamjua? Katanga anamjua. Every time he believes I am possessed, demons are chasing me. That is the mindset that they have. Mara zote anadhania na mapepo yanamfuatilia. It is not possible to be under bondage when you understand the blood of Jesus. Haiwezekani kuwa chini ya mkwamo unapoelewa nguvu ya damu. It is not possible. Haiwezekani. Even if you are in the pit. Hata kama upo kwenye shimo. Hata kama upo kwenye shimo. By the blood of my covenant. Anasema kwa damu ya agano langu. I will take forth the prisoners out of that pit. Nitawafungua wafungwa kutoka kwenye ile shimo. It is not possible. Haiwezekani. It is not possible. Haiwezekani. There's no distance the blood cannot reach. Hakuna umbali ambao damu haiwezi kufika. So there are people like that. They're in the church. Kwa kuna watu wa namna hiyo wapo kanisani. But they think last Sunday prayer we are not enough. Wanadhania maombi ya wiki iliyopita hayakutosha. So for the whole month. Kwa mwezi mzima. Even when he calls, if you want fruit of the womb. Kama unahitaji uzao. Come I pray for you. Njoo nikuombee. And you are a man. Na wewe ni mwanaume. They will come. And they say, it's not for me. Na unashtukia pale kumbe sio mimi. Listen, what sets you free? Nisikilize, kinachokuweka huru. It is your knowledge. Ni ufahamu wako. The Bible says, Biblia inasema, you shall know the truth. Utaujua ukweli. And the truth shall set you free. Na huo ukweli utakuweka huru. And you shall be free indeed. Na wewe utakuwa huru kweli kweli. I like in Kiswahili. Napenda kwa Kiswahili. He says, anasema, nanyi mtaijua kweli. When you know the truth. Na kweli itawaweka huru. And that truth will set you free. Nanyi mtakuwa huru. And you will be free. Kweli. Free indeed. Kweli. Indeed. So kuna level 3 za uhuru. So there are 3 levels of freedom. Kuna uhuru kweli. There's freedom. Kuna uhuru. There's freedom. Kuna uhuru kweli. There's true freedom. Kuna uhuru kweli kweli. And there's freedom indeed. It is depending on the level of your knowledge. Inategemeana na hatua ya uelewa wako. That's why even if you are prayed for, ndio maana hata ukiombewa, and you don't put the word of God inside, na hauweki neno la Mungu ndani yako, you don't know the power of the name of Jesus, you don't know the power of the blood of Jesus, haujui nguvu ya damu ya Yesu wala jina la Yesu, those demons may truly come back. Hayo mapepo kiukweli yanaweza kukurudia. Because they find the place empty. Kwa sababu yanapakuta sehemu pako wazi. But if you feel the word of God in you, lakini ukijaza neno la Mungu ndani yako, you understand the power of the word of God, unaelewa nguvu ya neno la Mungu, you understand the power of the blood of Jesus, unaelewa nguvu ya damu ya Yesu, you live as if the devil does not exist. Utaishi kana kwamba shetani hayupo. I tell people there's no place I don't sleep. Niliwaambia watu hakuna mahali ambapo siwezi kulala. Even if they say there are witches, for me I will just get sleep and siogopi. Hata wakisema kwamba kuna wachawi, mimi nitapata usingizi pale, and I'm not afraid. Anywhere. Ali popote. I've slept in Namanyerere. Namanyerere is in Sumbawanga. Nimelala pale na Nyamelele, Sumbawanga. I had very good sleep. Nilikuwa na usingizi mzuri. Peaceful sleep. Usingizi mzuri. I slept in the bushes.
Nimelala polini. Near Mozambique border. Karibu na boda ya Msumbiji. Tulikuwa na gari. We were stuck with our car. Nikawa na usingizi mzuri. Zamani I used to be ile unakabwa I don't have those things again. Previously I used to be choked, lakini siku hizi sipati hivyo vitu. And I think it's because I understand. Na nadhani ni kwa sababu ninaelewa. Not because I pray. Sio kwa sababu ninaomba. Though I pray, but that's not the reason. Hata hivyo ninaomba, lakini sio sababu. Because people who are praying out of fear. Lakini kuna watu wanaomba tu wakiwa na hofu. But when you have understanding, lakini ukiwa na uelewa, unakuwa huru. You become free. Ukielewa zaidi unakuwa huru kweli. When you understand, ukielewa zaidi unakuwa huru kweli kweli. You become free indeed. Amen. Amen. Naomba tusimame. May we stand up. Damu ya Yesu sijaimaliza hapa baba. Ni muda wetu tunaomalizia. Our time is I truly like you to go and open your Bible and read. Kiukweli napenda uende ukafungue Biblia yako na usome. Read the word of God. Soma neno la Mungu. Increase your understanding. Ongeza maarifa yako. There are people who are mocking. Kuna watu ambao wanakebei. They say blood of Jesus is just to forgive sin. Wanasema damu ya Yesu ni kusamehe tu dhambi. It does not do anything else. Haifanyi kingine chochote. So bad one of that person died in sleep in January. Ni mbaya sana mmoja wao watu amefariki mwezi wa kwanza. He was born again. Alikuwa ameokoka. Very athletic. Akiwa na yani ana mwili mzuri, hana ugonjwa wowote. He has no any kind of disease. And unfortunately he just died. Na kwa bahati mbaya amekufa. And he was very young. Na alikuwa ni mdogo. I'm not saying anything, but is the kind of he believed in this new gospel. Sisemi chochote, lakini yeye alikuwa ni muamini wa hizi injili mpya hizi. That the blood does not protect. Kwamba damu hailindi. Just forgiveness and that's over. Ni kwa ajili tu ya msamaha na hivyo tu. But you have seen from the Bible. Lakini umeona kutoka kwenye Biblia. And I want you to be the student of the Bible. Na nataka wewe mwanafunzi wa Biblia. Because the blood provides cover for you. Kwa sababu damu inaleta ulinzi kwa ajili yako. It destroys every other covenant. Inaharibu maagano mengine yote. You know your father, you are giving money every month and he's not born again. Unajua baba yako unampa pesa kila mwezi na yeye hajaokoka. Maybe he's bringing those money to witch doctors. Labda anazipeleka hizo pesa kwa waganga. And you did not know. Na wewe hujui. Whatever they do there. Chochote anachofanya pale. It has no effect on you. Hakina madhara kwako. If you know the blood of Jesus. Kama unaijua damu ya Yesu. And if you apply that blood of Jesus. Na kama unatumia damu ya Yesu. Sijui niwaambie. I don't know whether I can tell you. There was a time. Kuna wakati. I'm trying to find a better to do meandering so that. But there was a time really. There was a time that we had. I'm not saying a court case, but. Something to do with the property ownership. Kuna huu wakati tulikuwa tunakabiliwa na jambo linalohusiana na umiliki wa ardhi. So we had gone to a court. Kwa tulikuwa tumeenda mahakamani. To ensure that thing is resolved. Kuhakikisha jambo hilo linasuluhishwa. But the other side that was in that case, they came late. Maybe 40 minutes late. Lakini upande wa pili wa wale watu ambao tulikuwa tunaenda kusuluhu nao walikuja kwa kuchelewa kama dakika 40. But the thing went well. Lakini jambo lilienda vizuri. And it worked on our favor. Na ikafanyika kwa upendeleo wetu. And when we got back home, na tuliporejea nyumbani, we saw there was a blood. Tuliona kuna damu at the gate. Pale mlangoni. Sprinkled. Imenyunyizwa. I'm not saying it is them. Sisemi kwamba ni wao. But definitely somebody did it. Lakini kiukweli kuna mtu alinyunyiza. But it had no effect. Lakini ilikuwa haina madhara. It had no effect. Ilikuwa haina madhara. Praise God. Mungu asifiwe. Praise the Lord. Mungu asifiwe. As we are going for election here, tunapoenda kwa ajili ya uchaguzi you will not die like chicken in the mighty name of Jesus. Hautakufa kama kuku katika jina la Yesu. You will not die like chicken in the name of Jesus. Hautakufa kama kuku katika jina la Yesu. You know that some people in their villages, unajua kuna baadhi ya watu vijijini kwao, when the elders say we want to eat cow, wale wazee wanaposema tunataka tule ng'ombe, for a long time we have not eaten cow. Kwa muda mrefu sana hatujala ng'ombe. It means one person has to die so that they will slaughter cow. Inamaanisha mtu mmoja inapaswa afe ili wachinje ng'ombe. With no protection at all. Ndivyo walivyo watu ambao hawana ulinzi. So they are the one chosen.
Kwa ni wale wanaochaguliwa. But you are under the blood. Lakini wewe uko chini ya damu. You are under the blood. Uko chini ya damu. You will not be chosen. Hautachaguliwa. They will not even have access to you. Hawatakuwa na nafasi juu yako. They don't have access to you. Hawana nafasi juu yako. Because you are under the blood. Kwa sababu umefunikwa na damu. When I see the blood, nitakapoiona damu, I will pass over. Nitapita. The destroyer will not touch your life, will not touch your children, will not touch your spouse, will not touch your life. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I want us to activate the power of blood nataka tuuishe ile nguvu ya damu over our children, juu ya watoto wetu, over our 100 years, juu ya miaka yetu 100, our today, leo our yetu, tomorrow, kesho yetu, until you see the Lord. Mpaka tumuone No Bwana. destroyer shall touch your family. Hakuna mwaribu atakayegusa maisha yako. No destroyer shall touch your children. Hakuna mwaribu atakayegusa katika jina la Yesu Kristo. We do not read here because of time. Hatujasoma hapa kwa sababu ya muda. The blood inaleta upatanisho. The blood brings the reconciliation. So there are some families with the quarrels. Kwa kuna baadhi ya familia wana migogoro. What will bring that to pass is the blood. Kitakacholeta huo solution ni damu. Hebu sema kwa damu hiyo. Imnyunyize damu. Imnyunyize damu. Katika jina la Yesu. There are some children are not following God. Kuna baadhi ya watoto hawamfuati Mungu. And we think they are lost. Na unadhani wamepotea. But not with the blood. Lakini sio kwa damu. By the blood of covenant. Sema kwa damu ya agano. In any pit they are. Kwenye shimo lolote ambalo hapo. Tunaipeleka hiyo damu. Tunaipeleka hiyo damu. Take them from the devil. Na tunawachukua kutoka kwenye shimo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Your desire. Sijui shauku yako ni nini. Lakini nataka uombe. Nataka uombe. Na udhamirie. My life shall live under the blood. Kwamba maisha yangu yataishi chini ya damu. Watoto wangu wataishi chini ya damu. Katika jina la Yesu. No bondage is permitted in my life. Hakuna ukwamo unaoruhusiwa kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. I want you to pray. Nataka uombe. I want you to pray. Nataka uombe. I want you to pray. Nataka uombe. Pray for that your sister. Omba kwa pray for that your brother. Omba kwa pray for that your husband. Omba kwa mume wako. Every pit that he is. Kila shimo ambalo yupo. By the blood of covenant. We take them out of the pit. Tunawatoa kwenye mashimo. Tunawatoa kwenye mashimo. Tunawatoa kwenye mashimo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Sprinkle the blood of Jesus. Nyunyiza damu ya upon Yesu your house, juu ya nyumba upon your yako, children, juu ya watoto upon your wako, properties. juu ya In the mighty name of Jesus. katika jina la In the Yesu. mighty name of Jesus. Katika jina la I Yesu. want you to pray. Nataka I want uombe. you to pray. Nataka uombe. I also might have my issues. Mimi pia so just pray. Kwa wewe omba. Just pray. Omba. Just pray. Omba. When you don't want to pray, you just say, I sprinkle the blood of Jesus sema na nyunyiza over damu my ya Yesu. life, Juu ya over maisha my yangu. children, Juu ya over my watoto wangu. studies, Juu ya over my masomo yangu. future. Juu ya In the hatima name of yangu. Jesus. Kwa jina la Just Yesu. speak like that. Kwa jina la Yesu. Just pray. Omba. In the mighty name of Jesus Christ. Say every covenant Sema kila agano that was entered ambalo niliingia by myself mimi or mwenyewe my parents au wazazi wangu using my blood kutumia damu or yangu blood of animals. au damu ya wanyama. Today, Leo by the blood of kwa damu ya Jesus, Yesu I declare ninatangaza it is null and void. Sasa I haifanyi break kazi. that covenant Ninavunja hilo by the agano blood of kwa Jesus. damu ya By Yesu. the blood of Kwa Jesus. damu ya By Yesu. the blood of Kwa Jesus. damu ya I Yesu. disconnect myself from every evil spirit, ninajitoa kwenye from kila every mapepo, witchcraft. kwenye kila By uchawi. the blood of Kwa Jesus, damu ya Yesu. I declare Natangaza I am free. niko huru. I declare Natangaza I am no longer a prisoner. mimi sio In mfungwa the mighty name tena. of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu. Go and pray. Go and pray. Repasaka. Go and pray. Rep- If you remember anything Ukikumbuka involving your chochote blood, itia damu. Repasaka. Repasaka. Navunja kwa damu ya Yesu. Navunja kila agano liloingia kwa kujua. Repasaka. Repasaka. Kila madhabahu ambayo ina damu yangu. Repasaka. 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 Rekosoto. Repasana. Rikete gededeza na bazanga. Ela basana. Say, Father,
Sema Baba. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I break. Navunja. I destroy. Naharibu. Every incantation. Kila manuizi. Every word. Kila neno. Spoken. Iliyosemwa. Against my life. Kinyume na maisha yangu. Against my children. Kinyume na watoto wangu. Against my destiny. Kinyume na hatima yangu. In the moon. Kwenye mwezi. In the stars. Kwenye nyota. In the sun. Kwenye jua. In the earth. Hapa duniani. In all the creation. Na kwenye umbaji wote. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. I sprinkle the blood. I sprinkle the blood of Jesus. Nanyunyiza damu ya Yesu. Over my life. Juu ya maisha yangu. Over my children. Juu ya watoto wangu. Over my future. Juu ya hatima yangu. Over my destiny. Juu ya hatima yangu. In the mighty name of kwa Jesus. Jina kula Yesu. In the mighty name of kwa Jesus. Jina kula Yesu. In the mighty name kwa of Jesus. Jina kula Yesu. In the mighty name kwa of Jina Jesus. kula Yesu. From today, kuanzia leo, I declare ninatangaza the moon mwezi shall not smite me. Hautanifunika. Shall not smite me. Hautanimeza. Hautanipiga. Hautanipiga. In the night. Usiku. And the sun na jua shall not smite me. Halitanipiga by day. Kwa mchana. In the mighty name of Jesus. Jina kula Yesu Kristo. I am blessed. Nimebarikiwa. I am blessed. Nimebarikiwa. And all my days. Na siku zangu zote zimebarikiwa. All my days. Siku zangu zote zimebarikiwa. I am walking ninatembea in the covenant katika of Jesus. la Yesu. Even by his blood. Hata kwa damu yake. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Can you go and pray? Endelea na uombe. In the mighty name of Jesus Christ. Sante Bwana Yesu. Thank you, Jesus. Naomba tuombe ibada ya kesho. May we pray for tomorrow's service. Bwana Yesu tutembelee. Tell God, may you visit us. Ututembelee. May you visit us. Tutembelee. May you visit us. Ututembelee. May you visit ukatuhuishe tena. And revive us again. Kwa jina la Kristo Yesu. By the name of kwa Jesus. Jina la Yesu in the name of Jesus. Just pray for the service tomorrow. Omba tu kwa ajili ya ibada ya kesho. kesho. Let his presence come and make the difference. Acha uwepo wake uje na ufanye tofauti. Let his presence come and seal our victory. Uwepo wake uje na ufunike ushindi wetu. So just open your mouth and begin to pray. Fungua tu kinywa chako na uanze kuomba. Pray from your heart. Omba kutoka moyoni mwako. Pray for everyone that is coming here. Muombe kila mtu atakayekuja hapa. Cover them with the blood of Jesus. Wafunike kwa damu ya Yesu. Let them accept the gospel. Wapokee injili. Let their coming be safe. Kuja kwao kuwe salama. They are going be safe. Kurudi kwao kuwe salama. And let God preserve them. Na Mungu awatunze. And let God visit them. Na Mungu awatembelee. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, amen. Katika jina la Yesu. We have reached the end of our service. Tumefikia mwisho wa ibada yetu. But continue to pray. Lakini endelea kuomba. Continue to seek God. Endelea kumtafuta Mungu. Continue to stay in his presence. Endelea kukaa katika uwepo wake. Every time we invoke the blood of Jesus, mara zote unapotumia damu ya Yesu, the presence of God comes down. Uwepo wa Mungu unashuka. Comes down speedily. Unashuka kwa kasi. You remember when Solomon had given an offering of 1,000 bulls? Unakumbuka Suleiman alipotoa dhabihu ya ng'ombe 1000. When God saw that blood of bulls, Mungu alipoona ile damu ya wale ng'ombe, the presence of God filled that temple. Uwepo wa Mungu ulifunika ile and they could not longer minister. Na hakuweza kuhudumu they could no tena. longer minister. Hakuweza kuhudumu tena. The blood is the attraction to the spirits. Damu huvutia roho. Any spirit, but the blood of Jesus now lakini damu ya Yesu sasa attracts the presence of God. Inavutia uwepo wa Mungu. So ensure that you pray for the service. Kuhakikisha unaombea ibada. You cover this place with the blood of Jesus. Nafunika mahali hapa kwa damu ya Yesu. We just need his presence tomorrow. Tunahitaji tu uwepo wake. Only that. Hivyo tu. Amen. Amen. Come on, a sadaka you can bring. Otherwise, God bless you so much. If you have your offering, you can give. Mungu awabariki. Mungu awabariki.